Nyoka wa makaburini, siri ya utajiri wa kutisha. 0:00 hadi 0:20. Je, ungeambiwa kuna njia ya kupata utajiri mkubwa, lakini kwa masharti ya kwenda makaburini kila usiku? Na je, ungeendelea ukijua kuna kitu kinakufuatilia gizani? Hii ni hadithi ya Baraka, kijana aliyepata kila kitu, lakini akapoteza amani yake milele. Baraka alikuwa kijana maskini sana. Aliishi maisha ya shida, kila siku akihangaika kutafuta chakula. Hakuna aliyemsaidia, hakuna aliyemjali. Siku moja jioni, maisha yake yalibadilika. Alikutana na mzee wa ajabu, mganga wa kienyeji mwenye macho ya kutisha. Mganga alimwambia, ninaweza kukufanya uwe tajiri, lakini lazima uwe tayari kufuata masharti. Baraka, akiwa hana cha kupoteza, alikubali. Usiku ule ule, Baraka alipelekwa makaburini. Palikuwa kimya kizito, kama dunia imesimama. Mganga alimtanga mweusi kutoka kwenye chungu. Nyoka huyo hakuwa wa kawaida. Huyu ndiye atakayekuletea utajiri, mganga alisema. Kwa hofu, Baraka alisogea karibu. Ghafla, nyoka alifungua mdomo wake na kuanza kutoa sarafu. Ndiyo, pesa halisi zikidondoka juu ya kaburi. Baraka alibaki ameduaa. Kuanzia siku hiyo, kila usiku alienda makaburini, na kila usiku nyoka alimtemea pesa. Ndani ya muda mfupi, Baraka akawa tajiri. Akanunua nyumba kubwa, nguo nzuri, maisha yakabadilika kabisa. Watu wakaanza kumwonea wivu, lakini hakuna aliyejua siri yake. Lakini kulikuwa na kitu kimoja kilibadilika: amani yake. Kila alipochelewa kwenda makaburini, alisikia sauti usiku: Baraka, usinisahau. Alianza kuogopa. Siku moja, Baraka aliamua kupumzika. Leo siendi, alisema. Lakini usiku huo, aliota ndoto ya kutisha. Alijiona makaburini, na nyoka yule mbele yake, macho yake yakimwangalia moja kwa moja. Ulipokea, sasa ni zamu yako kulipa. Baraka aliamka kwa hofu kubwa. Alikimbia kwa mganga. Nataka kuacha. Lakini mganga alimjibu kwa sauti nzito, hakuna kuacha. Baraka alijaribu kukimbia kijiji, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Usiku mmoja, akiwa amelala, alisikia kitu kinatembea ndani ya nyumba yake. Taratibu. Alipofumbua macho, alimuona yule nyoka sakafuni. Safari hii hakuwa makaburini, alikuwa nyumbani kwake. Mbele yake, sarafu zilianza kubadilika kuwa vumbi, na sauti ilisikika tena, utajiri bila amani ni laana. Asubuhi yake, Baraka hakuonekana tena. Kilichobaki ni nyumba tupu na kimya kizito, na hadi leo hakuna anayejua alipokwenda. Kama unapenda stori za kutisha kama hii, bonyeza like, subscribe na andika kwenye comment, ungechagua utajiri huu au amani yako?